Bila shaka utakuwa umewahi kusikia kuhusu changamoto za ndoa na mahusiano. Nataka nikutie moyo, usiogope. Ndoa ni sehemu nzuri, ndoa ni sehemu salama, ndoa ni paradiso. Nataka nikutie moyo kwa sababu inawezekana umesikia changamoto za ndoa kwenye ndoa ya jirani, kwenye ndoa ya mjomba au shangazi, kwenye ndoa ya kaka au dada, na kwenye ndoa zinginezo ambazo umewahi kuzisikia. Sasa mimi nataka nikutie moyo kwa sababu changamoto za ndoa hazifanani. Na changamoto ya ndoa moja na changamoto ya ndoa nyingine ni mbingu na ardhi. Yaani kila ndoa ina changamoto zake yenyewe. Kwa hiyo wewe unapoingia kwenye ndoa, usiingie kwa reference ya ndoa ya jirani yako au ya ndoa yoyote ile unayojua. Ingia kwenye ndoa kwa sababu wewe umeamua kwenda kujenga familia na ukae katika misingi ile ya kujenga familia, na hasa kwa kutambua kwamba mwenzako ndiye mtu wa kwanza na wa pekee katika kuifanya ndoa yako iwe dhaifu au iwe imara. Kwa hiyo ili nimeona nilizungumze kwa sababu kumekuweko na watu wanaotishana na kuogopeshana sana kwenye vikao hivi na kwenye maeneo ambayo ni ya mikusanyiko, labda vikao vya wanaume, vikao vya wanawake, watu wanatishana sana kuhusu swala la ndoa. Lakini mtu anakuja kuzungumza ubaya wa ndoa au ubaya wa mwanamke au ubaya wa mwanaume katika mazingira ambayo hatupi sababu yeye alifikafikaje hapo kwenye hizo changamoto zenye ubaya. Badala yake anataka tu tuamini kwamba hicho kitu ni kizuri, si kizuri. Kwa hiyo lazima uwe ni mtu ambaye una uwezo wa kuchuja na kuelewa kwamba changamoto za ndoa zinatofautiana. Na yako mambo ya msingi ambayo yanaifanya ndoa iwe ndoa, na yanaifanya ndoa yoyote ile ambayo ina watu committed kwa ajili ya kujenga ndoa iweze kudumu kwa muda mrefu, na ikiwezekana kiapo cha kifo kutenganisha kiweze kufikiwa. Kwa mfano nitazungumza mambo machache. Jambo la kwanza, katika ndoa kuna eneo linaloitwa upendo. Upendo katika ndoa unaakisi mambo mengi na unaangazia mambo mengi. Upendo kwenye ndoa ni kutambua nafasi ya mwenza wako kwako na kutambua nafasi yako kwake, ili uweze kumpa mwenza wako kipaumbele katika mambo unayoyafanya, badala ya kumchukulia mwenza wako kama mtu ambaye ni mpitaji. Kwa ni lazima kuwepo na huo utayari wa kuwa na upendo wa kweli, upendo wa dhati, upendo ambao hauna makando kando. Kwa sababu kama umeamua kujenga na mtu familia, kwa nini ujipange kumficha baadhi ya mambo? Kama umejipanga kujenga na mtu familia, kwa nini uweke mipaka katika baadhi ya mambo yako? Kwa hiyo upendo ni kitu ambacho kinabeba mambo mengi sana, hasa eneo la ushirikishaji. Lakini pia upendo unabeba huruma, upendo unabeba msamaha, kwa sababu mtu ambaye unampenda kwa dhati utayavumilia madhaifu yake, utasamehe pale anapokosea, especially katika mazingira ambayo unaona kabisa kwamba haya makosa ni ya kiubinadamu. Yako makosa kweli ambayo hata katika Biblia tangu Agano la Kale yalionekana kutokusameheka, lakini katika makosa yanayosameheka basi uweze kujenga roho ya uelewa, na mwisho wa siku maisha yenu ya ndoa yaweze kuendelea. Jambo lingine, uwajibikaji. Uwajibikaji ni pale ambapo kila mmoja sasa anapokuwa ameshafahamu nafasi yake kwa mwenza wake, anaitumikia ile nafasi. Na hii tunaweza tukaenda extend tukasema ukweli, uwazi na uwajibikaji.
ukweli, uwazi na uwajibikaji katika ndoa ni silaha kubwa sana ya ndoa yoyote ile kudumu. Yaani unapokuwa unazungumza ukweli, unapokuwa muwazi na unapokuwa mwajibikaji katika yale unayoyakosea au katika yale ambayo ni changamoto, ili mwenza wako aweze kukuelewa na aweze kukukamilisha pale ambapo kuna udhaifu. Na ndiyo maana tunakuja sasa tunakutana na hiki kitu kinachoitwa katika ndoa. Tunaenda kwenye ndoa ili kukamilishana, kwa sababu ni wazi kwamba uko udhaifu wako, uko udhaifu wa mwenzako, lakini hata ukamilisha vipi udhaifu wako ikiwa wewe udhaifu wako hujaamua kuuweka wazi? Kwa hiyo ni muhimu sana katika maeneo hayo ya ukweli, uwazi na uwajibikaji kuyasimamia. Lakini jambo lingine katika ndoa, uaminifu. Uaminifu. Hisia zisizidi akili. Pale ambapo umeamua kumchagua mtu na kwamba unakwenda kuishi naye kwenye ndoa, basi lazima ujitahidi na upambane kadiri uwezavyo kuwa mwaminifu kwenye ndoa yako. Kwa hiyo uaminifu ni kitu ambacho kitawafanya muweze kudumu muda mrefu sana. Uaminifu. Lakini kitu kingine, kuthaminiana. Sasa hii kuthaminiana huwa inakusanywa kule kwenye upendo, lakini upendo na kuthaminiana ni vitu vinavyokaribiana, lakini kuthaminiana inabeba uzito zaidi. Ni namna gani unaweza kumpa thamani mwenza wako, na mambo mengi yaliyomo katika ndoa. Kwa hiyo lazima ujue misingi mikuu ya ndoa: upendo, ukweli na uwazi, pamoja na uwajibikaji. Ni mambo ambayo yafaa uyatambue kabla hujaamua kuingia kwenye ndoa, ili ndoa yako iwe ni ndoa salama. Ama uijenge nyumba yako katika mwamba badala ya kuijenga nyumba katika mchanga, na mwisho wa siku mvua zitakaponyesha ikasombwa na maji. Unajua, jambo la changamoto za ndani ya ndoa hazipaswi kuogopeshwa kwa sababu ya kusikiliza maneno ya watu, kwamba fulani nilimsikia akizungumza hivi, basi kumbe iko hivi. Hapana. Ni namna unavyojenga ndoa yako ndivyo ndoa yako itakavyokuwa. Na ni muhimu sana kueleweka mapema kwamba wewe unapenda nini, ni kitu gani hukitaki, ili mwenzako aweze kuelewa ni namna gani anaweza kuishi na wewe. Mpaka wakati mwingine, nakushukuru sana kwa kuungana na jukwaa letu la Malezi Plus Network. Kwaheri.